Karibu kwenye YouTube channel yetu Kilimo Hub Group na TikTok account yetu Kilimo Hub Group. Lakini karibu kwenye ofisi yetu inayotoa huduma za ushauri wa kitaalamu na miongozo ya uzalishaji wa mazao na ufugaji pia. Kwenye upande wa ufugaji tunatoa huduma kwenye ufugaji wa nyuki na ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba na kwa njia ya mabwawa. Na kwenye upande wa kilimo tunatoa miongozo na ushauri kuhusiana na uzalishaji wa mazao mbalimbali. Lakini huduma nyingine tunayotoa ni kutafuta masoko kwa makampuni yanauza bidhaa za kilimo au huduma za kilimo. Lakini vile vile tunatoa huduma za taarifa za masoko kwa wakulima. Kwa leo naomba nizungumzie kanuni 10 za uzalishaji wa zao la nyanya. Kanuni ya kwanza kabisa ni utafiti wa soko. Utafiti wa soko utakuwezesha sasa kujua mahitaji ya nyanya sokoni. Hiyo itakusaidia wewe kujua kwamba nyanya zinahitajika kiasi gani, na ili wewe sasa uende na majibu ukazalishe kiasi gani, kwa sababu unaweza ukazalisha nyanya nyingi kumbe sokoni zinahitajika chache, au unaweza ukazalisha nyanya kidogo kumbe zinahitajika nyingi. Lakini kitu kingine kitakacho kusaidia kwenye utafiti wa soko ni kujua bei ya nyanya. Kujua bei ya nyanya zikiwa nyingi sokoni au kujua bei ya nyanya zikiwa chache sokoni, yani kwa maana zikiwa na uhitaji mkubwa. Hiyo itakusaidia wewe kwenda kupanga bajeti ya kilimo chako ili uweze kujua kama utapata faida au la kwenye mradi wako ikitokea bei iko hii na bei iko hii. Kitu kingine ni kujua kiwango na ubora wa nyanya unaohitajika sokoni, kwa sababu kila soko lina masharti yake. Kuna wengine wanahitaji nyanya ambazo hazijazalishwa kwa kutumia kemikali sumu. Haya majibu yote utayapata kipindi unafanya utafiti wa soko. Lakini kitu kingine utajua masharti ya wanunuzi. Hao wanunuzi wanaonunua hizo nyanya na wao watakuwa na masharti yao. Kwa hiyo utayafahamu pia. Unapoenda shambani unakuwa unajua kabisa wanunuzi wangu wanataka 1, 2, 3. Lakini vile vile changamoto zilizoko sokoni. Na hizi changamoto zote utazipata kwa hao wanunuzi wa nyanya ambao unaongea nao ili kupata taarifa hizi muhimu wakati unafanya utafiti wa soko lako. Kanuni ya pili ni kalenda ya upandaji. Hiki ni kifaa kwa ajili ya wakulima kuhakikishia kuwa zao analozalisha litakomaa kipindi kuna uhitaji wa zao hilo sokoni. Kalenda ya mazao itakusaidia wewe kwa sababu unajua kabisa nyanya inakaa miezi 3 sokoni. Kwa hiyo utatumia taarifa ulizozipata kwenye utafiti wa soko ili kujua sasa kwamba ni muda gani nyanya inahitajika sana sokoni, au ni muda gani nyanya inakuwa chache sokoni. Kwa hiyo kalenda ya mazao itakusaidia wewe kupanga mipango yako ya uzalishaji wa nyanya ili uweze kupata tija kwenye kilimo chako. Lakini kanuni ya 3 ni upimaji wa afya ya udongo. Hii itakusaidia kujua uhitaji wa mbolea shambani kwako. Aina ya mbolea, ubora unaohitajika na kiwango cha mbolea kinachohitajika. Na nimekuwa nikizungumzia hii kwa sababu ni muhimu sana kwa mkulima yoyote anayeanzisha mradi wowote wa kilimo. Lazima ujue shambani kwako kuna nini, kwenye udongo wako kuna nini, unatakiwa uongeze nini na upunguze nini, ili uweze sasa kuupa mmea virutubisho linganifu ambavyo vitasababisha sasa mmea ukupatie matunda ya kutosha na hatimaye kupata faida kwenye kilimo chako. Faida za kupima afya ya udongo ni kama ifuatavyo. Kwanza, kuongeza uzalishaji kama nilivyosema, kwa sababu ukishapima afya ya udongo utaambiwa kabisa ongeza kitu fulani, punguza kitu fulani. Kwa hiyo lazima uzalishaji uongezeke. Lakini kitu kingine ni kupunguza uchachu au magadi kwenye udongo wako. Kwa hiyo utapima afya ya udongo, kama unaweza ukaambiwa labda udongo wako una uchachu mwingi, kwa hiyo utashauriwa namna ya kupunguza, au udongo wako una magadi mengi, utashauriwa namna ya kuyapunguza. Lakini kitu kingine ni kupunguza gharama za pembejeo. Kama nilivyosema, unaweza ukapima afya ya udongo ukaambiwa madini ya fosforasi yamo kwenye shamba lako, kwa hiyo huna haja ya kuongeza, au yapo kwa kiwango kidogo, unaotakiwa tu uongeze kidogo. Kwa hiyo itakusaidia
kama ulikuwa umepanga kununua DAP ambayo ndo ina madini mengi ya phosphorus, kwa hiyo unaweza usinunue kwa sababu unachokitafuta kwenye DAP tayari shambani kwako kipo, hivyo inakupunguzia gharama za uzalishaji. Lakini kitu kingine ni matumizi ya samadi au mbolea vunde. Ni muhimu sana kutumia samadi kama ipo au mbolea vunde ambazo unaweza ukazitengeneza. Lakini hii sana sana ni nzuri kwa wakulima ambao hawana uwezo wa kununua mbolea za dukani na samadi wanao. Unaweza ukatumia, wala usihofu, unaweza ukatumia pia samadi au mbolea vunde na ukazalisha kama kawaida. Samadi ziko za aina mbili, kuna chai ya samadi lakini kuna samadi ya kawaida. Unaweza ukatumia samadi ya kawaida au unaweza ukatumia hiyo chai ya samadi ambayo huwa inaandaliwa kwa kuloweka samadi kwa muda wa siku 21 hadi mwezi mmoja. Yale maji ndio unayatumia kupandia nyanya yako na inaweza ikaenda vizuri bila tatizo lolote. Kitu kingine ni matumizi ya mbegu bora. Matumizi ya mbegu bora ndo msingi wa uzalishaji, kwa sababu kwanza mbegu bora zinazaa kwa wingi, lakini zina uwezo wa kuvumilia magonjwa na hali ya hewa ambayo ikitokea mvua zinakuwa nyingi au mvua zinakuwa chache kwa maana ya ukame, unaweza ukapata mavuno kama kawaida au usipoteze kabisa mtaji wako. Kitu kingine zinavumilia hali mbaya ya hewa na lakini zina uzao mkubwa. Kanuni ya 6 ni uandaaji wa shamba. Kwenye kuandaa shamba unatakiwa uwe makini. Cha kwanza unatakiwa uchague shamba ambalo halituamishi maji, lakini unatakiwa uchague shamba ambalo halijalimwa mazao jamii ya nyanya kwa muda wa miaka mitatu. Kwa nini? Kuna mazao ambayo huwa yanasafiri zao hadi zao, hasa ikiwa jamii moja. Kwa mfano kama lililimwa pilipili hoho au nyanya chungu au viazi mviringo, lile shamba hautakiwi kulipanda nyanya, kwa sababu kama lile zao ambalo limevunwa liliathiriwa na mnyauko, kwa maana ya mnyauko fuzari na mnyauko bakteria, na maana wale wadudu bado wako ardhini, ukipanda tena nyanya wataendelea kushambulia. Kwa hiyo katika uchaguzi wa shamba unatakiwa upande kwenye shamba ambalo halijawahi kulimwa zao la jamii ya nyanya kwa muda wa miaka mitatu. Hapo utakuwa umeshadhibiti huo nyauko. Lakini kanuni ya 7 ni usiaji bora wa mbegu. Usiaji wa mbegu unaweza ukasia aidha kwenye kitalu au kwa kutumia tray. Na mara nyingi tunatumia tray kwa sababu ni rahisi kwanza kuhudumia, lakini hata udongo unaowekwa kwenye tray unakuwa umeshatibiwa vya kutosha, kwa hiyo kunakuwa hamna vimelea vya ugonjwa. Lakini ukiweka kwenye tray zinakuwa haraka zaidi kuliko ukisia kwenye kitalu. Lakini kwenye tray ni rahisi kuzimanage kwa maana ya wadudu na magonjwa. Kitu kingine kwenye usiaji wa mbegu, kwa kawaida kama unataka kulima eka moja huwa tunatumia gramu 40 mpaka 75 za mbegu bora. Hiyo hapo ndo utaweza kulima eneo la ukubwa wa eka moja. Kanuni ya 8 ni uhamishaji wa miche shambani. Baada ya siku 21 hadi 30, hamisha miche yako kutoka kwenye kitalu au kwenye tray kwenda shambani. Ni muhimu kuzingatia nafasi sahihi za uhamishaji wa miche shambani, kwa sababu nafasi nazo huwa zinasaidia kuongeza uzalishaji kwa asilimia kubwa sana. Kwa kawaida nafasi za uhamishaji, mstari na mstari huwa tunaweka sentimita 75 hadi 100, na mche na mche tunaweka sentimita 40 hadi 60. Hiyo inategemeana pia na aina ya mbegu. Kanuni ya 9 ni matumizi ya mbolea. Matumizi ya mbolea ni muhimu sana kwenye uzalishaji wa nyanya kama unataka upate kiwango kizuri cha mavuno yako. Na kama nilivyosema toka mwanzo, hapa kuna mbolea za asili na mbolea za viwandani. Kama huna uwezo wa kununua mbolea za viwandani, basi tumia mbolea za asili. Kama utaamua kutumia mbolea za asili, weka kikombe kimoja au kilo moja, kikombe viwili au kilo moja ya samadi ambayo imeoza vizuri, au weka kikombe cha maji ya kunywa, yani mililita 500 kwenye kila shimo, kama utaamua kutumia chai ya mmea. Lakini kama utaamua kutumia mbolea za viwandani,
basi weka visoda viwili vya chupa ya soda au gramu 10 kwa kila shina. Hii unaweza ukaweka aidha siku inapanda au mara tu zitakapopona, kuanzia siku 10 hadi 14 zikipona unaweza ukaweka ili mmea wako uende vizuri. Lakini baada ya siku 21 hadi 30, siku 21 hadi 28, siku mara baada ya kuweka DAP unatakiwa uweke mbolea za kukuzia. Mbolea za kukuzia, mazao ya bustani yana mbolea zake ambazo zimetengenezwa kwa ajili ya mazao hayo. Mfano Yalamila Nitrable, lakini kuna Microp mboga, alafu vile vile kuna Calicible. Hizi mbolea zimetengenezwa mahususi kwa ajili ya kukuzia mazao ya bustani. Of course ni NPK, lakini zina N kubwa na kiwango cha N ni kikubwa kwa sababu ni za kukuzia. Kwa hiyo wakati wa kukuzia N ndio inahitajika zaidi kuliko zingine. Lakini tusisahau mbolea za maji. Mbolea za maji ni muhimu sana kwa sababu zina virutubisho ambavyo havipo kwenye mbolea ya mwanzo uliyoweka, lakini vinakuwa ni vya muhimu. Katika hili sisi tunayo Shamba Glow. Shamba Glow ni mbolea ambayo ina virutubisho ambavyo vina uwezo wa kuongeza thamani kwenye zao lako, lakini ndani yake kuna viambata ambavyo vinaweza vikatibu mnyauko, lakini vinaweza vikatibu magonjwa ya kungu. Hivyo ukiwa na Shamba Glow huwezi kununua tena dawa za kungu. Na cha mwisho kabisa ni matumizi ya viuatilifu, ambao viuatilifu ni muhimu sana kuanzia kwenye usiaji kuanzia kwenye kitalu hadi shambani kwa ajili ya kudhibiti aina mbalimbali ya wadudu kama vile sota au mkatashila au wadudu mafuta na wadudu wengine wasumbufu kwenye zao la nyanya. Mpenzi mtazamaji wa YouTube channel yetu, tunaweza tukaongea vitu vingi sana kwenye upande wa nyanya, lakini unaweza ukanipigia simu inayopita hapo kwenye skrini ili tuweze kushauriana zaidi au kupeana uzoefu kama kuna kitu haujaelewa au kama kuna kitu kwako kinatokea, tunaweza tukashirikishana ili kupeana uzoefu. Sisi tunapatikana mjini Sumbawanga, barabara ya Msakira, karibu na kituo cha kulelea watoto yatima, au unaweza ukatupigia simu namba 0622 98 58 81. Kwa wale wenye simu janja, hii namba pia